Pole sana ndugu yangu. Ama kweli binadamu wabaya sana. Unajua adui mzuri ni yule ambaye unamjua, lakini yule ambaye humjui ni ngumu hata vita yake kupigana nayo. Mimi najaribu kujiuliza, mimi na wewe tunaishi mbona na watu vizuri tu? Hatujawahi kuga na ugomvi wa aina yote, maana kutembea kwako ndio kwangu, yani tunakuwa kama mapacha. Kwa kumbukumbu zangu mimi hatuna ugomvi na mtu yoyote. Sasa najiuliza, kama hatuna ugomvi na mtu yoyote, ni nani huyo kakufanyia mambo kama haya? Mimi nafikiri hayo pengine tumwachie Mwenyezi Mungu. Anajua kila kitu. Sasa kama unavyojua kanuni na tamaduni zetu si wa Afrika, unapoenda kumuona mgonjwa lazima uwe na chochote kitu. Mara nyingi sisi tunapenda Tanzania kubebeana matunda. Sisi tunaona kama mtu akiwa anaumwa sio ndo anatakiwa kula sana matunda, si ajui. Lakini sasa mimi nimeona matunda, wewe sio hulka yako. Maana kama matembezi yetu wewe upande kula kwa matunda. Sasa nikaona wewe vitu vyako ni juice, unapenda juice. Mimi nikawa nimepita kwa mangi pale. Nikapitia juice. Hizi unazozipenda wewe. Kwa hiyo nimekuletea hiki kitu chako hiki, nataka upige kidogo, upunguze maumivu. Nafikiri sasa nichukue hiki kinaniki glasi hapa nikumiminia kabisa. Mama sagesi shanza kutuharibia. Ngoja nimimine kama unavyomimiнаga walevi ndugu yangu. Maana wanaga wana kanuni ya kulaza glasi kidogo hivi. Ewa. Uwapa mzigo wako. Shukrani ndugu yangu. Maana hivi vitu na muda mrefu sijanywa kama unavyojua vitu vyangu hivi. Ni ya baridi. Ya baridi yoka. Mume wangu. Tamaa mbaya hiyo, tamaa mbaya hiyo. Tunaambiwa usitumie vinywaji vyenye gesi, lakini wewe jana tu tumetoka kuambiwa kwamba ana kutumia vinywaji vyenye gesi. Wewe mbona ni mbishi hivyo? Mke wangu, nisamehe tu, nilipitiwa kama unavyojua, koo lilikauka. Nisamehe. Shemeji, mimi nafikiri ungemwacha tu kwa leo akanywa hata mafunda mawili matatu hivi yanatosha. Si unajua tena hivi vitu vyake alainishe kimwili kidogo shemeji, mwache tu kidogo. Hapana shemeji yangu, huyu amekatazwa kutumia vinywaji vyenye gesi. Naomba. Kumbe kuna na nyingine hapa. So baby, mimi naondoka basi. Yaani wewe kila siku ukija kwangu unaondoka haraka. Hapana, sio hivyo bwana. Kuna mambo kidogo nataka kumalizia. Nikishamaliza tayari nitakupigia simu basi. Hata usijali. Basi sawa, haina shida. Ndugu yangu, hana shemeji anakujali sana
Sasa asipojali mimi atamjali nani? Ndio hiyo bwana, shaikosa kimiminika kile. Na mimi naona kweli maupendo hayo. Sawa. Sasa nilikuwa naenda kule kwa ndugu yangu ule Ngeja yule. Sasa nikaona nipite nikusalimie mara moja halafu nifike kule. Kwa hiyo nafikiri tutaonana tena wakati mwingine. Acha mimi nifike nimuone na ndugu yangu yule kwanza. Sawa ndugu yangu. Sasa kulingine usijize na juisi ya gesi bwana. Hizi soda hizi tumekatoa hospitalini kwetu situmie. Unaona bwana, uje tena ile ya matunda kidogo ya baridi kidogo inapita. Mbona sijaelewa nini kinaendelea? Alikuja kukuulizia wewe. Kuniulizia gani kabisa, mnakumbatiana? Kuniulizia gani kule jamani? Sasa hapo sichokelewa nini jamani? Nimekwambia alikuja kukuulizia wewe. Kuniulizia mimi kivipi? Kuniulizia gani mnakumbatiana kabisa, mnashikana shikana? Ndio nini vile? Na kwanza yeye mimi aliniacha nyumbani. Alivyoniacha mimi nyumbani, nikatoka tangu kwenda salon ndo nikaja hapa kwako. Na wakuta vile na kuuliza afu naambia tio alikuja kukuulizia. Kivipi yani? Jamani mdogo wangu Halima. Hauniamini mimi kweli? Hivi unadhani mimi naweza nikatembea na shemeji yangu kweli? Niamini bwana, huyu alikuja tu kukuulizia wewe hapa. Nikuamini nini wewe? Nikuamini nini sasa? Mungu wangu. Yaani hata kile kitu ambacho nitakuja kukwambia hakina umuhimu tena yani. Hakina. Yaani hakina kabisa kwa kitu ambacho nimekuta hapa leo. Yaani pale. Yaani unajua nini? Mimi nilikuamini sana yani. Nilikuamini sana lakini kwa hili hapana. Mimi watu tu niende zangu nyumbani. Hapana mdogo wangu, usifanye hivyo. Hapana mimi siwezi. Mdogo wangu. Mambo. Poa. Talki. Naomba unisamehe kwa yote nilokufanyia. Najua siku ya mwisho napotoka hapa nyumbani kwako nilikuongelea maneno machafu, nilikutukana, nilikudharau. Hii ni maneno mengi tu. Ila leo nimekuja hapa, naomba unisamehe Talki. Nimegundua una thamani kubwa sana katika maisha yangu. Na kwaidi ukishanisamehe sitakuumiza tena na sitakufanyia chochote kibaya. Please, naomba unisamehe. Bibi Lei, unachokiongea unakisikia kweli au? Wewe unakumbuka mara mwisho ulivyotoka hapa geti ulitoka na maneno gani? Ulinikachifu sana. Yalikutoka sana maneno. Ukajiona umepata mwenyewe. Kaniacha mimi kwenda kutoka na rafiki yangu. Mwenyewe uliona sawa maamuzi yako uliochukua. Amna Talki. Niliteleza tu. Alafu nikusemini kama kweli unanipenda. Ila nimegundua wewe na mwanamke sahihi katika maisha yangu. Naomba unisamehe. Yaani sasa hivi ndio umeamini kama mimi nilikuwa nakupenda. Lakini hapo awali
Uliamini rafiki yangu yule ndo anakupenda, sio? Sasa ipo hivi, nakuomba uende. Sawa sawa? Nisamehe Talki, nakupenda. Nimeshasema Nei, toka ndani kwangu. Samehe Talki. Au nataka kutokea toka ndani kwangu, uelewi? Mume wangu naona wapunga upungu. Mwana nimekaa ndani huko joto kali afu hivyo umeme hamna. Kwa mambo ni mengi kwangu nikaa hapa nje sikiza hata redio kidogo michezo. Mambo yasiyo mengi. Sawa. Lakini mume wangu kuna kitu nilikuwa naomba nikwambie. Unajua sasa hivi wewe hutakiwi kumwamini mtu yoyote. Sawa? Kwa hili lilotokea ni jibu tosha kabisa kwamba kila binadamu ana moyo wake. Haki yangu itoshe kusema kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kuniletea mwanamke kama wewe, mwanamke unaonijali na kunisamini na kujua thamani yangu na uwepo wangu kwenye maisha yako. Mimi nashukuru sana kwa ushauri wako na nitalizingatia hilo kwamba siwezi kumwamini mtu yoyote kwa sasa hivi. Yaani kwa tukio hili lilotokea hivi, nabidi nikusikilize. Sitaki tena kumwamini mtu yoyote. Sawa mume wangu, ila mimi nachokusii uongeze umakini sana. Yaani uwe makini. Kwa sababu dunia ya sasa hivi ni imebadilika sana. Umzani yeye siye, kumbe ndiye. Kwa hiyo natakiwa uwe makini sana. Alafu mume wangu, mimi natoka kidogo, nielekea gengeni. Sawa mke wangu, mimi nimekuelewa. Lakini na mimi nimechoka sana kukaa hapa nyumbani muda wote. Kwa hiyo nataka nizunguke huko nyuma nikafanye mazoezi kidogo. Ndio najisikia vibaya na mwili hujakaa sawa, lakini sio ndo nikae sehemu moja muda wote. Lazima kidogo na mimi nikatembee mwili ukae sawa. Maana nikiendelea kukaa ndani kijiendekeza, mambo atakuwa mengi. Lazima na mimi niende nikazoezule huko mwili ukae sawa. Na mimi hata kesho kutwa hivi nikiamka salama nianze kwenda kufanya kazi. Kwa nikianza kukaa ndani muda wote, vichenji vyenyewe vibaki vidogo. Sawa mume wangu, ila hakikisha huko unakoenda kufanya mazoezi uwe makini. Sijui umenielewa? Hamna shida. Ila sasa na wewe gengeni ni hapo nyuma tu, uochelewe kurudi. Mume wangu sasa huo wivu. Yaani nisiwe na wivu hivyo ulivyo. Abiria chunga mzigo wako. Bwana. Hatari. Rahma. Kwa hiyo mimi nilivyokuaga hapa nyumbani kwamba natoka, nilivyotoka na wewe kama umenyanyua miguu yako ukatoka baada ya kuona kwamba sasa hivi kuna uhuru. Ulienda wapi? Nilienda hapo kwa rafiki yangu, chukua langu nenda kidogo nisuke. Sasa nikajisikia vibaya, ndio nimeenda kuchukua langu kanunue dawa. Mbona tunazalilishana wewe? Nilikuuliza huko ndani unajisikia vibaya kwamba unaumwa, ukao unatikisa tu kichwa. Sasa ungekuwa unaumwa si ungeniambia mimi nitakupa pesa ukaenda ukapima moja kwa moja. Kule kwenda kuomba tena ile hela ambayo ulikuwa umeiacha. Kwa umefika kule umeeleza kwamba najisikia vibaya jamani, naomba nimrudishie hela yangu, niende nikapime. Sikuzalilishana huko. Haya wewe unaumwa nini hapa? Nakuuliza basi unaumwa nini?
Hivi kumbe kweli mdogo wangu unaumwa? Ndio kaka. Basi hizo dalili za kutapikizwa mara nyingi wanasemaga inakuwa ni malaria. Ila tusibashire tu moja kwa moja tukaze. Basi twende tukachukua dawa za malaria, ndio sio sawa. Mimi nafikiri twende moja kwa moja wapi? Hospitali ukapime. Kishaambiwa na daktari unasumbuliwa na nini? Tutaona wataandika dawa gani za kuchukua, afu tutachukua huko tutarudi ili uendelee kumeza. Ukae sawa. Amna kaka, nitakuwa tu sawa. Wewe mpuuzi nini? Yaani wewe sawa vipi sasa? Dawa hujanywa unakuwaje sawa? Unajua akili zako zinaendelea kitoto kila muda Wewe mwenyewe unasema unaumwa. Haya ulikuwa umeenda kuchukua dawa nini sasa kama unaamini kwamba utakuwa sawa? Hebu usiniletee ujinga wako mimi. Tunaondoka sasa hivi hospitali kwenda kupima nijue shida nini. Mjinga mmoja wewe. Na uingie hata huko ndani. Hapa sasa hivi tunapitiliza. Puuzi. Uchebe. Yaani hata sijui nianze wapi mimi. Uchebe, nini unafanya? Nini kile unafanya Uchebe? Yaani wewe kula kunilipa mimi haya? Uchebe, niambie nini unafanya wewe? Uko nyuma mbona hukua hivi? Kwa nini umebadilika sana? Eti kwa nini? Alafu mbona sikutegemea haya kutoka kwako? Uliniahidi kwamba utanilinda, utafanya mimi nilie. Lakini kwa nini unanifanyia haya mimi? Uchebe, nimekupa kila kitu nimekupa ili ulizike, lakini wapi? Wakula kwenda kutembea na dadangu mimi, alafu na wakuta pale unanipiga kikumbo. Kweli? Kwa nini unakuwa mchafu wewe? Mungu wangu, sema kweli. Kitu gani umetaka kwangu mimi? Sijakupa kitu gani? Niambie Uchebe. Tambua hii ni dunia. Huu moto ninaosikia mimi kwenye huu moyo wangu, huu moto utakuja kupitia na wewe. Subiri. Kwa nini unakuwa maraya wewe? Kwa nini uliziki na mimi? Kwa nini? Bora utaongea kwa wengine lakini sio kwa dadangu. Nini unafanya wewe? Hii tabia yako maraya utaacha lini? Hivi inafika mahala unaniita mimi malaya? Ndio wewe malaya. Ni wake wa zamani amepata mpya, mapenzi wameshapendana. Ni wake wa zamani amepata mpya, mapenzi wameshapendana. Ina maana ukipenda maumivu huwa ndo siri yake. Sikujua nilivyompenda, kaniona mie ndo boya lake kumchuna. Katu siwezi, ni mtu mzima kugombania mapenzi. Katu siwezi, ni mtu mzima kugombania mapenzi. Mwache aende, nisimbane, mwache aende, nisigande tena, nimwache aende, nisimng'ang'anie, nimwache aende, aende. Tamaa mbaya hiyo,
oh, tamaa mbaya hiyo.